Ni msitu wenye maajabu sana, msitu utishao, msitu wenye ukubwa wa aina yake, msitu unaochukuliwa kama mapafu ya dunia, msitu wa Amazon. Karibu sana ndugu mpendwa msikilizaji, mtazamaji, mfuataji. Mungu akuzidishie baraka, kwani ulichagua chano sahihi, chano muhimu, chano inayowaletea mambo ambayo huwezi kuyapata mahali popote pale pengine kirahisi. Utafiti Media Sound. Wengi mliniomba mkilalamika sana niwaambie hata machache kuhusu msitu wa Amazon Forest. Kabla sijaendelea, hakikisha kuwa umebonyeza subscribe hapo chini na like, kisha uniambie katika comment unanifuatilia ukiwa wapi, yani nchi gani. Huu msitu ni wa maajabu zaidi, tena zaidi sana mno. Amazon ni jina maarufu sana duniani. Kama itafika siku moja ukapotea katika msitu wa Amazon, usihangaike tena kwa kutafuta njia ya kutoka. Basi itakuwa busara kutumia nguvu zako ukifanya sala za mwisho, kwani ukubwa wa msitu mwenyewe ni mara 17 ya ukubwa wa nchi ya Uingereza ukijumulisha na Ireland. Amazon ni msitu uliopo Amerika ya Kusini, na kulingana na ukubwa wake, msitu wa Amazon unagusa nchi 9 za Amerika ya Kusini, yani Brazilia, Peru, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Suriname, lakini eneo kubwa la msitu liko ndani ya Brazilia. Msitu wa Amazon unashangaza na kutisha kwa mengi. Kwanza ni msitu wenye kiza kinene, utusitusi wa aina yake, msitu wenye miti ya ajabu. Miti mingine ya Amazon ina uwezo hadi wa kutembea na kushambulia watu au wanyama na wadudu mbalimbali. Miti hiyo inaitwa walking palms, yani mitende inayotembea au kitaalamu kashapona. Miti ya kashapona haitembei kama tutembeavyo sisi binadamu. Miti hii hutembea polepole sana kiasi kwamba ukisimama na kuitazama huwezi kuona jinsi inavyotembea. Ila hakikisha baada ya kipindi fulani unakuta hii miti imehama kidogo, haiko tena ambapo iliota, na inafanya hivyo juu ya kutafuta mwanga wa jua. Kando ya walking palms katika Amazon Forest kuna mimea mingine hatari sana na ya kustaajabisha. Mimea inayo uwezo wa kuangamiza mtu, mnyama au mdudu akisogelea tu. Inasemekana kuwa bila hata kuigusa, mimea hiyo ina uwezo wa kuvuta kiumbe chochote kile kilicho karibu na kukinyonya damu. Mimea hii inaitwa mentioned trees au miti ya kifo, arbre mortel katika lugha ya Kifaransa. Kulingana na matunda yao mithili ya apple, watalii wasiojua wangetamani kuisogelea na kuchuma matunda hayo, hivyo wakapata hatari kabisa. Ndiyo maana miti hiyo ilibandikwa bandiko la attention ili iweze kutambulika kuwa ni dangerous. Utafiti Media Sound. Sio miti tu hatari katika msitu wa Amazon, wanyama pia tena hatari zaidi wamo wengi. Msitu wa Amazon ndio msitu wenye nyoka wakubwa zaidi duniani, wajulikanao kwa jina la anaconda. Anaconda ndiye nyoka maarufu sana duniani na inaaminika ndiye nyoka anayeogopwa zaidi. Inaaminika pia kuwa nyoka hawa walianza kuishi duniani miaka milioni 60 iliyopita. Anaconda ndiye mfalme wa misitu ya Amazon, lakini kama ilivyo kwenye jamii ya chatu wengine kutokuwa na sumu, basi nyoka huyu naye hana sumu kabisa. Anaogopwa tu kwa nguvu na kwa ukubwa wake. Wako anaconda wengi wa aina mbalimbali na utofautishwa zaidi kwa rangi. Walio maarufu zaidi ni anaconda wa kijani. Anaconda ndiye nyoka mwenye uzito na urefu mkubwa duniani.
anapokuwa mkubwa huwa na uzito kati ya kilo 70 na kilo 250. Kisha urefu wa nyoka anakonda hufikia futi 20 na zaidi, yani mita kama 5 hadi 8 kwa anakonda jike, ila anakonda dume huwa na urefu kama mita 3 au 4 akiwa mkubwa sana. Kama utapata mkosi wa kukutana na nyoka anakonda, kamwe usijichanganye kukimbilia kwenye maji, la sivyo itakuwa mwisho wa maisha yako, maana spidi yake ni ya ajabu majini. Kwa hiyo bora ukimbizane naye mkiwa nchi kavu, hapo spidi yake huwa ni ndogo. Anakonda chakula chake ni nguruwe pori na wanyama wengine wadogo wadogo. Ni mara chache sana anakonda kula watu. Anakonda anapopata mlo mmoja hukaa mwezi mzima bila kumeza kitu chochote kile kingine. Ndugu yangu mpendwa, unapokimbizwa na nyoka anakonda, usikimbilie kujificha kwenye giza, itakuwa ni kazi bure. Juhudi zako zitagonga mwamba, kwa sababu yeye anaona vizuri sana kwenye giza kuliko kwenye mwanga. Anakonda anasifika kuwa nyoka anayejua kujificha mno, kiasi kwamba ungejikuta tayari umemkalia au umemkanyaga bila ya kutegemea. Licha ya ukubwa wake na uzito karibu kilo 250, anakonda hutembea polepole sana akikunyatia ili akumeze, kiasi kwamba huwezi kumsikia. Unaweza kujiuliza swali hivi: nyoka anakonda wanaongezeka vipi? Wanazaliwa vipi? Au wanaishi miaka mingapi? Mnajua kila kiumbe huzaliwa, hukua na kufa. Nyoka anakonda nao hufuata uzazi wa mpango, ila cha ajabu nyoka hawa ni tofauti na nyoka wengine, kwani hawa wanahifadhi mayai tumboni, kisha wakati ukifika mayai hayo hupasuka na kujifungua, ovoviviparity au ovoviviparite katika lugha ya Kifaransa. Nyoka hawa hujamiana mwezi Aprili na mwezi Mei, halafu baada ya miezi 6 hujifungua. Jike moja la nyoka anakonda huzaa watoto kati ya 20 na 50. Ukizingatia kuwa mtoto wa anakonda huzaliwa na urefu kati ya santimeta 50 na mita 1, yani santimeta 100. Nyoka ni mojawapo ya wanyama wanaodumu. Kipindi cha kuishi duniani cha anakonda ni kati ya miaka 50 na miaka 80, kisha akaona kufa. Utafiti Media Sound. Tunaendelea na maajabu au mambo ya kutisha na ya kushangaza katika msitu wa Amazon. Wengi mnaamini kuwa maumivu ya risasi ni maumivu makali sana, na ukipigwa risasi basi jeraha litakuwa linawaka moto. Ila nikwambie kitu kimoja, katika msitu wa Amazon kuna siafu hatari sana waitwao killer ant, wenye sumu kali kiasi kwamba wakikung'ata husababisha maumivu zaidi ya kupigwa risasi. Basi bora upigwe risasi kuliko kung'atwa na siafu hao. Ukinusurika na miti ya kifo, anakonda na siafu hao wa kutisha na wenye sumu kali, sijui kama utajinusuru pia na samaki aitwaye electric eel. Hawa ni samaki wakubwa wenye kilo karibu 21, wenye maajabu ya kuwa na umeme kwenye miili yao ya volt takriban 300 hadi 650. Kiukweli samaki electric eel si wakorofi wala hawapendi kuwashambulia binadamu, lakini nguvu ya umeme wa samaki wenyewe hupenda kuwatesa mamba wa Amazon wanaothubutu kuwala samaki hawa. Kando ya huyu samaki electric eel, kuna samaki mwingine mwenye meno makali wa kushangaza apatikanaye katika mito ya Amazon, piranha fish, poisson carnivore au piraruku katika lugha ya Kiswahili. Sio samaki tu wa ajabu, hata mito ambamo wanapatikana ni ya ajabu.
Kwa mujibu wa utafiti uliofanywa mwaka 2006 na wanajiografia wakubwa duniani, inathibitishwa kuwa mto wa Amazon mwanzo ulikuwa ukitiririka kutoka mashariki kuelekea magharibi mwa Amerika ya Kusini. Lakini miaka 100 iliyopita mto huo ukaamua kubadilisha mwelekeo na kuanza kuchuruzika kinyumenyume. Sasa mto huo unatiririsha maji yake kutoka magharibi kwenda mashariki, tofauti na vile ulivyokuwa umeumbwa na Mungu. Licha ya kuwa katika mto Amazon River mna samaki hatari wenye meno makali zaidi ya msumeno, samaki wawezao kukupiga shoti baya la umeme na mamia ya anakonda, kuna bwana mmoja aitwaye Martin Schreyer aliamua kuogelea kuanzia mwanzo hadi mwisho wa mto huo. Ilikuwa mwaka 2007. Msitu wa Amazon una mito mingi mingine ndani yake. Kati ya mito yenyewe kuna mmoja una maajabu yake makubwa na ya kipekee. Mto huo unaitwa The Boil River, yani mto unaochemka, rivière bouillante katika lugha ya Kifaransa, au kitaalam Chane Tampishka. Mto huo kuna wakati unachemka kufikia kiwango cha maji yaliyochemshwa jikoni. Inasemekana kuwa hata ukiyachota unaweza kusonga ugali hapo hapo bila tatizo, au pia unaweza kudumbukiza mayai katika mto huo na kuyachukua yakiwa yameiva vizuri kama vile yamepikwa kwenye seredani, jiko la mkaa. Kingine, viura na wadudu wengine wathubutuo kujitosa kwenye mto huo hukutwa wakiwa wamekufa juu ya maji. Watalii wanaokaribia tu mto huo, kijasho chembamba huatiririka kutokana na muye utokao kwenye maji hayo ya moto kabisa. Hakikisha kuwa hata tope lililoko kando ya Boil River au Hottest River ni la moto kabisa, kiasi kwamba huwezi kulikanyaga miguu wazi. Ndugu yangu, kwa sababu wewe umeamua kutazama video mpaka mwisho, ngoja nikupatie hata bonus. Ni Amazon tu ambako kuna viumbe wenye uwezo wa kutembea mpaka juu ya maji kama alivyofanya mwanakondoo wa Mungu. Amazon kuna mjusi ambaye wanasayansi walimpa jina la Jesus Lizard, yani mjusi Yesu. Mjusi Yesu husimama kwenye miguu yake miwili mithili ya binadamu, kisha hukimbia kwa speed na kuvuka mito iliyoko Amazon toka upande mmoja kuelekea upande mwingine, jambo ambalo huku duniani hakuna kiumbe mwingine aliwahi kuweza kulifanya isipokuwa Yesu tu. Sio hilo tu linaloshangaza katika msitu wa Amazon. Kuna chura pia mwenye ngozi ya kioo. Ukimtazama unaweza kuziona sehemu zote za mwili za ndani. Wanasayansi wanawaita chura hawa glass frog, yani chura wa kioo. Linaloshangaza zaidi huko Amazon ni majani makubwa ambayo huota na kuning'inia juu ya mito ya Amazon. Majani haya kitaalamu yanaitwa Victoria Amazonica. Yanaweza kutumika kama mitumbwi, yani mtu mzima na mzito akikaa kwenye majani haya atabaki akielea juu ya maji na kamwe asizame. Majani haya kimuonekano ni mazuri sana mno, na ndiyo maana yalipewa jina Victoria Amazonica, likiwa ni jina la malkia wa Uingereza. Majani haya huwa ni ya rangi ya kijani na njano, lakini ili kujilinda na uzuri wake yasiliwe na wadudu, yanajijaza miiba mingi. Utafiti Media Sound. Pamoja na kutisha kote huko, msitu wa Amazon una makabila takriban 400 ya watu ndani yake, na hao huwa wanapata mahitaji yao ya kila siku bila shaka katika msitu huo huo. Bali makabila kama 50 kati ya hayo 400 hawana taarifa yoyote ile kuhusu maisha na maendeleo ya dunia hii tunayoishi mimi na wewe.
Kumbuka mwanzoni nimesema kuwa msitu wa Amazon unachukuliwa kama mapafu ya dunia. Ni kwa sababu takriban 20% ya hewa tunayoihema ni kutokana na uwepo wa msitu wa Amazon. Isitoshe, 30% ya hewa chafu inayozalishwa na viwanda vyetu hapa duniani nayo humezwa na msitu huo. Lakini kinachosikitisha ni kwamba kutokana na uharibifu wa mazingira unaosababishwa na binadamu, ndani ya miaka 40 kuanzia sasa, msitu wa Amazon pamoja na misitu mingine mikubwa duniani haitakuwepo tena. Binadamu atakuwa tayari ameshaiangamiza. Wanasayansi walisema kuwa kila siku mwanadamu mmoja hufyeka karibu heka 1.5 na polepole ndo misitu hiyo inapotea. Izingatiwe kwamba binadamu hufanya hivyo juu ya kutojua umuhimu wa mazingira. Asante sana ndugu mpendwa msikilizaji, mtazamaji, mfuataji, kwa macho yako na sikio sikivu ulonitega. Utafiti Media Sound.